Je, umewahi kusikia jina la mgeni haji? Na je, unapatapata ni lipi chimbuko la jina hili? Taban ni mgeni haja. Kwa maana ya mgeni ni haja, yani mgeni ni jambo kubwa muhimu tena la kuthaminiwa. Mgeni haja au sasa mgeni haji ni kijiji katika wilaya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, na hapo ni shina na mizizi ilipotokea hazina ya ulamaa ambao nuru yake ilikuja kuenea na hatimaye tukamfikia huyu ambaye tunamtaja katika historia hii adhimu, Sheikh Chogo Zuma Pandu Vuai Al-Shirazi. Alimu huyu tarehe yake halisi ya kuzaliwa haijulikani, ila alizaliwa mnamo miaka ya 1800. Mama yake mzazi akiitwa Bi Asha binti Bakar, naye akiishi katika maeneo hayo ya Uzini. Mama Asha, kama ilivyo kawaida ya kina mama wa Kiislamu, alimpeleka Sheikh Chogo chuoni, yani madrasa, kwa mwalimu Sheikh Khamis Ramadhani hapo Uzini, na kuanza kupata elimu ya dini ya Kiislamu. Sheikh Chogo Zuma Pandu ni mmoja kati ya alimu maarufu katika kijiji cha Uzini, wilaya yote ya Kati katika mkoa wa Kusini Unguja na kisiwa cha Pemba, ukanda wote wa Afrika ya Mashariki na Kati na kwengineko ndani ya bara hili la Afrika. Alipoanza safari ya kuitafuta nuru ya elimu ya dini ya Kiislamu akisoma chuoni madrasa hapo Uzini, Sheikh Chogo alionekana kuwa na kiu na jitihada ya makusudi ya ziada iliyowashinda wote katika madrasa hiyo iliyokuwepo Uzini, na pia mgeni haji kwa shekhe wake. Na hii ni kuthibitisha kwamba ile nyota njema huonekana alfajiri, kama wasemavyo Waswahili. Alimu huyu alitumikia amri ya kitabu kitukufu cha Qur'ani, soma kutafuta elimu, na juhudi yake ilizaa matunda mema katika mabustani ya kheri, ambapo alianza kwa Sheikh Khamis Ramadhani wa Uzini na akaendelea kupata elimu katika kijiji cha mgeni haja, na hapo akakutana na nuru iliyokuwa imetanda kwa wakati huo kwa Sheikh Abdurrahim Mahmud Al-Washil. Alimu huyu hakuchoka katika kutumikia dhamira hiyo, na ndipo alipostakimu akaota mizizi katika vijiji vya Uzini na mgeni haja, akitaradadi katika kuitafuta elimu kutoka kwa alim Sheikh Abdurrahim Mahmud Al-Washil, na pia akaendelea katika vijiji vya Chwaka, Mkokotoni na Kikwajuni, hata maeneo ya Ukutani mjini Unguja, pia akiwa mikononi mwa alim Sheikh Abdurrahim Mahmud Al-Washil. Tumekitaja kijiji hiki cha mgeni haja ama mgeni haji kwa sasa, ambapo ndipo ilikuwa mastakimu ya alim Sheikh Abdurrahim Mahmud bin Washil, ambaye kwa kiasi kikubwa aliyapamba na kuyasawiri maisha ya taaluma ya dini ya Kiislamu ya alam Sheikh Chogo Zuma Pandu Vuai Al-Shirazi. Sheikh Chogo alisoma na kuogelea katika fani za Qur'an, tafsiri, nahwu, fiqhi, tasawuf na alifhi, na huko kote akiwa sambamba na ulama akina Sheikh Ramadhan bin Ali wa Uzini, Sheikh Haji Muhammadi wa Shangani Mkokotoni, Sheikh Madin bin Haji wa Uzini na Allama Sheikh Hassan bin Amir Al-Shirazi wa Makunduchi, ambako kote huko alikuwa bega kwa bega na ulama hao katika kuitafuta nuru ya elimu ya dini ya Kiislamu. Lakini kama ilivyo ada, elimu ni amana na elimu ni hazina, na elimu ni nuru ambayo hutakiwa iangaze mashariki na magharibi, kusini na kaskazini, na iwafikie wote wanaostahiki. Na hii ndiyo heshima ya ulama na thamani ya mwanachuoni ambaye alisoma akaelimika. Alimu huyu aliendelea na kazi ya kuitafuta na hatimaye kuanza kuipeleka nuru ya dini ya Kiislamu katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar na nje ya visiwa hivi vya Unguja na Pemba. Na hapo alikuwa na darasa zake mbalimbali katika maeneo ya Uzini, mgeni haja na kote katika sehemu za wilaya ya Kati na kwingineko, ambako watu walistakimu kusubiri huduma ya nuru ya elimu ya dini ya Kiislamu kutoka kwa alimu huyu Sheikh Chogo Zuma Pandu Vuai Al-Shirazi.
Miongoni mwa wanafunzi wake ambao ni matunda yake ni Sheikh Salmin bin Ali wa Bambi ya Bondeni, ambaye pia ni mwalimu wa yule aliyekuja kuitwa Sharifu wa Tunduni ambaye ni Sheikh Sayyid Nur Abdul Qadir, na pia akiwemo Sheikh Amur bin Duchi, Sheikh Ali bin Duchi, Sheikh Abdullah bin Duchi, Sheikh Idi bin Duchi na Sheikh Qasim bin Duchi pia wa Uzini. Miongoni mwa matunda yake pia ni Sheikh Simai bin Mzee wa Uzini, Sheikh Fadhil bin Juma wa Kiwengwa ambaye huyu alikuwa msomaji mkubwa wa Qur'an tukufu kupitia Sauti ya Tanzania Zanzibar na sasa shirika la utangazaji Zanzibar ZBC. Sheikh huyu ambaye ni miongoni mwa wanafunzi wa Sheikh Chogo, yani Sheikh Fadhil bin Juma wa Kiwengwa, aliwahi kuhusia kwamba atakapoaga dunia azikwe jirani kabisa na shekhe wake Sheikh Chogo hapo Uzini, na taban ukifika katika vijiji hivyo unaweza moja kwa moja ukakutana na kaburi la Allama Sheikh Fadhil bin Juma wa Kiwengwa. Moja kwa moja nikafika katika kijiji cha Kijiuni maeneo ya Uzini, na huyu hapa Sheikh Haji Amur Duchi ambaye akifafanua zaidi katika historia ya Allama huyu. Jina langu mimi ni Haji Amur Duchi, ni mzaliwa wa Uzini. Nimefuatilia historia ya shekhe wetu ili kutunza au mashehe kuthamini juhudi zao katika kuendeleza dini yetu ya Mwenyezi Mungu. Tukumbuke kwamba mashehe hao walifanya kazi kubwa sana katika kuendeleza dini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni vyema wakakumbukwa na kujulikaniwa historia yao. Lakini kama ilivyo ada, Sheikh Chogo alikuwa na wakeze akaoa na watoto akazaa, na miongoni mwa wake zake ni Bi Shirika binti Sadiq ambaye kazaa watoto wake wote 9, Bi Maftaha binti Haji Msemo na Bi Mwanate binti Hussein. Miongoni mwa watoto wake ni Sheikh Kombo Chogo, Sheikh Abdurrahman Chogo, Sheikh Nawawi Chogo, Sheikh Idi Chogo, Sheikh Dude Chogo, Sheikh Zuwena Chogo, Sheikh Khadija Chogo na Sheikh Muhammad Chogo, ambao wote walibeba nuru hii na elimu tukufu ya dini ya Kiislamu. Kama ilivyo ada, hayadumu maisha katika hali moja. Kadiri Sheikh Chogo alivyoendelea na kazi ya kuisomesha elimu tukufu ya dini ya Kiislamu katika maisha yake yote, hivyo kadiri nguvu zake zilivyodhoofika na afya yake hatimaye ikawa dhoofu hali, na hivyo kafikia mwezi 26 Ramadhani, alim huyu akatembelewa na Malakul Maut na akaweza kufariki dunia katika maeneo ya Kikungwi, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, ambako alikwenda kuugulia. Sheikh Chogo alizikwa siku iliyofuata, yani mwezi 27 Ramadhani, ambapo ilikuwa ni sawa na mwaka wa miladia 1934 kijijini kwao Uzini, na mazishi yake yalihudhuriwa na watu wengi kutokea pande zote za Zanzibar na hata nje ya Zanzibar. Allah ampokee na ampe jazaa ya kheri alimu huyu na ampe makazi mema peponi, amin. Tunamuomba Allah awape kheri wote ambao walikuja katika silsila hii, na awape kheri Waislamu wote popote pale walipo, iwe tukikumbuka na kukumbukana na kuthamini nuru na hazina hizi katika mirathi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, nuru ya ulama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.